Jina langu ninaitwa Chediel Godfrey Senzige, ni msaidizi wa kisheria kutoka Kituo cha Wasaidizi wa Kisheria Morogoro. Wengi wamezoea kutuita Morogoro Paralegal Center, MPLC. Leo hii nazungumza nanyi kuhusu dhana nzima ya ushahidi na mashahidi. Ushahidi na mashahidi. Lakini kabla hatujasonga mbele, ni vyema tukafahamu maana ya neno ushahidi. Inawezekana neno hili umelisikia sehemu nyingi sana. Watu wamekuwa wakizungumza ushahidi, ushahidi. Lakini pengine tafsiri ya neno ushahidi bado hujalipata vizuri. Inawezekana kila mmoja akawa na tafsiri yake kuhusu neno ushahidi, na tafsiri zote zaweza kuwa sahihi. Lakini leo itoshe kufahamu kwamba ushahidi ni kitu chochote kinachotumika au kinachowasilishwa kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa jambo. Narudia tena. Ushahidi ni kitu chochote kinachowasilishwa au kitakachotumika kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa jambo. Kivipi? Yawezekana kuna tukio limetokea, lakini wanaokwenda kulisikiliza tukio lile ili walifanyie maamuzi hawakuwepo eneo la tukio. Yawezekana tukio limetokea na tukio hili limekwenda mpaka hatua pengine ya serikali ya mtaa au hatua ya mahakamani. Kwa hiyo mahakama inataka ijiridhishe pasina shaka kwamba je, jambo hili lina ukweli kiasi gani? Ndipo neno ushahidi linapochukua nafasi. Ushahidi unaweza kuwa wa ukweli, ushahidi unaweza kuwa wa uongo. Nadharia hii ya ushahidi ndiyo kipengele muhimu sana ambacho kwa namna moja au nyingine kinaweza kumsaidia mtu kupata haki na kinaweza kumsaidia mtu kupoteza haki. Kwa mfano, yawezekana pamekuwa na mgogoro pengine unaohusu ndoa, na wawili hawa wanataka mgogoro huu uende mahakamani baada ya kushindwana au baada ya baraza la usuluhishi la kata kushindwa kuwapatanisha. Mahakama itahitaji ushahidi kwamba je, watu hawa wawili walikwenda kusuluhisha baraza la kata na ikashindikana? Lakini vile vile yawezekana wawili hawa walikwenda kwenye taasisi za kidini kwa ajili ya kusuluhishwa. Mahakama itahitaji kujiridhisha, je, wawili hawa, wanandoa hawa, walipitia baraza au walikwenda kwenye taasisi za kidini kwa ajili ya usuluhishi ikashindikana? Ndipo mahakama itahitaji nyaraka inayoonesha kwamba watu hawa walikwenda baraza la usuluhishi la kata, walikwenda kanisani, walikwenda BAKWATA, walikwenda msikitini au walikwenda kwenye taasisi ya dini ambayo wao wanaabudu na wakasuluhishwa, lakini ikashindikana. Ndipo hapo ofisi ya usuluhishi au baraza la usuluhishi la kata litakapotumika kwa kupitia fomu namba 3 kwamba ilitumika baada ya kusuluhishwa na kushindwana na kushindikana. Kwa hiyo fomu namba 3 inaweza kutumika kama nyenzo ya ushahidi kwamba jambo hili lilizungumzwa kama hatua ya upatanisho kwenye ngazi ya aidha ya kata au taasisi ya kidini. Lakini ushahidi huu mbali ya kuwa nyaraka, ushahidi huu unaweza kuwa mtu ambaye anatumika kama nyenzo ambapo anakwenda kutoa maelezo ambayo yatachangia kuthibitisha ukweli wa jambo husika. Kwa hiyo ushahidi ni hatua ya msingi sana katika mchakato mzima wa upatikanaji haki. Na kumbuka, nimeamua kuileta mada hii kwa ajili ya kusaidia watu, yani jamii, ambao wanaweza kukumbana na jambo lolote au wanaweza kupitia changamoto zozote na wakaingia kwenye hatua ya kupata haki. Lakini vile vile
Nimependa kutumia mada hii ya ushahidi na mashahidi vile vile kwa ajili ya kuwasaidia wasaidizi wa kisheria wenzangu wanapokuwa wanaongea na jamii, waweze kufahamu kwamba ushahidi ni nyenzo ya msingi sana katika kumwelekeza mteja au kumwelekeza mtu ambaye amekuja kwako wewe kama msaidizi wa kisheria, ili aweze kutumia ushahidi kama nyenzo ya kumpelekea kwenda kupata haki wakati wa mchakato wa kusikilizwa shauri lao. Nadhani mpaka hapo tumeelewana kuhusu dhana nzima ya ushahidi. Lakini ushahidi huu vile vile, yawezekana watu walipigana, wamekwenda baa, wamekunywa pombe, wamelewa, ghafla lugha zimegongana, lakini pengine katika wale wawili wanaogombana kuna mmoja alikuwa na kisu mfukoni. Sio lazima kiwe kisu kile kikubwa cha kupikia, cha kuingia mboga, cha kukatia mboga, kuna vile visu vidogo tu vya kawaida tu, lakini wakati wanagombana kile kisu kilitumika kama silaha ya kumjeruhi huyu mtu mwingine. Kwa hiyo wakati wa mchakato wa uendeshaji wa kesi, wakati wanajadili majeruhi ya mtu husika, kisu kinaweza kutumika kama ushahidi uliotumika kwenye ugomvi na kumjeruhi mtu husika. Lakini vile vile yawezekana ikawa sio kisu, yawezekana kuna watu wawili walikuwa wanagombea mpaka, au walikuwa wanagombana shambani, huyu analima huku, huyu kaingia kalima, wakaanza mgogoro kwamba umeingia kwenye eneo langu. Lakini kumbuka muda ule walikuwa shambani, huyu analima, huyu anafyeka. Yawezekana walikuwa na silaha, walikuwa na nyenzo, kwa mfano panga au jembe. Hivyo vifaa vikatumika kumjeruhi mtu mwingine. Kwa hiyo wakati wa mchakato wa upatikanaji haki, moja ya ushahidi utakaotumika uliotumika kumjeruhi unaweza kuwa aidha lile panga au lile jembe ambalo lilikuwa linatumika kwenye kulima au kukata mazao shambani. Lakini inawezekana ikawa sio panga tu, sio jembe, inaweza ikawa rungu, inaweza ikawa bunduki, silaha yoyote ambayo inaweza ikatumika kwa namna moja au nyingine kwenye kumtengenezea huyu mtu majeruhi. Kwa hiyo ili mahakama au ili watoa haki au ili wanaosimamia mchakato wa upatikanaji haki kwenye taswira nzima ya neno ushahidi, basi hiyo bunduki, hilo panga, hicho kisu, hicho kiwembe, hilo rungu litatumika kama ushahidi ambao utaisaidia mahakama au utawasaidia wale ambao wanakwenda kuichakata haki kutoa hukumu. Kwa hiyo nadhani tumeelewa sasa kuhusu neno ushahidi. Tuingie kwenye neno mashahidi. Yawezekana wewe unaweza kuwa ni miongoni mwa watu ambao ulitumika kuwa shahidi. Mashahidi hawa ni watu, ni mashuhuda, ni watu ambao walishuhudia au wana taarifa sahihi kuhusu tukio au jambo husika, na watu hawa au mtu huyu anakuwa ana maelezo stahiki yanayothibitisha kwamba tukio hili au jambo hili lilitendeka sehemu fulani, lilitendwa na mtu fulani, na lilitendeka wakati fulani. Kwa hiyo huyu mtu, huyu shahidi atakuwa ana hizo taarifa sahihi za mtendaji wa tukio hilo alikuwa ni nani, na tukio hilo huyo nani alimtendea nani, alimtendea wakati gani, na palikuwa na jambo gani lililopelekea tendo hilo litendeke. Hao ndio mashahidi, ambaye inaweza kawa ni mtu mmoja au watu zaidi ya mmoja, wanaitwa mashahidi. Kwa hiyo kuna uhusiano wa karibu kati ya ushahidi na mashahidi. Narudia tena, kuna uhusiano kati ya ushahidi na mashahidi. Nadhani hiyo tumeelewana vizuri hapa. Kwenye ushahidi au kwenye mashahidi
wanaweza kuingia hata katika masuala mazima ya ndoa. Panapokuwa na mgogoro wa ndoa au tunapokwenda kwenye kufunga ndoa, wakati maharusi wanasaini ule mkataba wao, wanasaini cheti chao cha ndoa, panakuwa na mashahidi wengine wawili ambao na wao wanasaini ile nyaraka. Lakini mbali tu ya wale wawili wanaosaini ambao ni mashahidi, lakini ninyi mnaoita wasimamizi wa ndoa, ila kisheria wale ni mashahidi. Lakini vile vile anayefungisha ndoa na yeye anasaini kwenye ile hati ya ndoa, huyu na yeye anaingia kama sehemu ya shahidi kwenye ule mkataba wa ndoa. Nadhani hiyo imeeleweka. Lakini hiyo inaizungumzia ndoa ambayo ni kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ndoa. Lakini kwenye sheria hiyo hiyo ya mwaka 1971 kuna kitu kinachoitwa dhana ya ndoa. Dhana ya ndoa sitaki niingie sana hapo, lakini ili niueleze maana ya ushahidi na mashahidi, dhana ya ndoa ni ile hali ya mwanamke na mwanamume kuishi kwa takriban zaidi ya miaka miwili. Sasa basi, kwa nini nimezungumzia dhana ya ndoa? Mashahidi wa kwenye dhana ya ndoa ni watu wanaowazunguka wale watu wawili ambao ndio wanaishi kwenye dhana ya ndoa. Kwa nini nimewazungumzia hao? Kwamba watakapoingia kwenye changamoto ya mgogoro na watakapoingia kwenye hatua ya kushindwana na watakafikia hatua ya kwenda mahakamani ili waachane, kwa kuwa hawana ndoa, wanaishi kwenye dhana ya ndoa, jamii inayowazunguka itatumika kama mashahidi kutoa ushahidi kwamba hawa watu sisi tunawafahamu, miaka yote waliishi pamoja kama mke na mume kwenye dhana hiyo ya ndoa. Nadhani tunaelewana. Lakini vile vile watu hawa kwenye dhana zima ya mashahidi wanaweza kutumika kwenye migogoro ya ardhi. Mara ngapi watu wamekuwa wakikinzana mipaka kwamba huyu amejenga ukuta kwenye hili eneo langu, wakati huku mpaka pale ni kwangu. Majirani wanaowazunguka ambao wanawafahamu hao watu wawili wanaweza kutumika kama mashahidi kwamba hapana, huyu pale hapakuwa kwake, ule ukuta ameujenga kimakosa. Lakini aliyewauzia hilo eneo anaweza vile vile kutumika kama shahidi kwamba mimi wakati namuuzia mtu A ili eneo, mpaka wake uliishia hapa. Kwa hiyo kitendo cha huyu bwana kujenga ukuta kwenye eneo hili au kuongeza chumba kwenye eneo hili au kuongeza nyumba yake mpaka hapa ni kosa, kwa sababu ili eneo sikumuuzia yeye. Hiyo ni mfano kwenye migogoro ya ardhi. Lakini yako matukio katika kijinsia yanatokea kwenye jamii zetu. Watoto wanabakwa, watoto wanalawitiwa, mwanamke anapigwa na mume wake, mwanamume anapigwa na mke wake. Hayo ni matukio ambayo ili yaweze kwenda kwenye mchakato wa kisheria wanahitajika watu wanaoitwa mashahidi, ili wafanye nini? Watoe ushahidi utakaorahisisha upatikanaji haki. Nadhani sasa mnaanza kuelewa maana ya shahidi na ushahidi. Lakini inawezekana kuna matukio ya wizi. Wizi umetokea. Kwa mfano, nyumba imevunjwa, ndani vitu vimeibwa, ingawa wengine watumia neno kuibiwa. Sio kuibiwa, vitu vimeibwa. Kwa hiyo familia au watu ambao wenye ile nyumba wanakwenda kumshtaki mtu fulani mahakamani. Yule mtu anakamatwa, anakwenda mahakamani kushtakiwa kwa kosa la wizi. Kitakachotakiwa kufanyika hapa ni ushahidi na mashahidi, kwamba mnathibitishaje kwamba kweli huyu ndiye aliyevunja na kuiba. Kwa hiyo kama hakuna ushahidi wa kutosha au kama hakuna mashahidi wanaweza kuthibitisha ukweli wa tukio lile au ukweli wa jambo lile,
ina maana mchakato mzima wa upatikanaji wa haki unaweza usipatikane. Kwa hiyo basi, unapokuwa na kesi yoyote, kabla hujaanza taratibu za kwenda kushtaki, lazima kwanza ujipange kwenye ushahidi na mashahidi. Narudia tena kwa msisitizo. Unapokuwa na jambo lolote, unapokuwa na mgogoro wowote, unapokuwa na tukio lolote, kabla hujaenda mahakamani, kabla hujaenda kuliripoti, kabla hujaanza kuamua kulishughulikia, lazima ujipange kwenye ushahidi na mashahidi.